katika kazi kubwa ambayo serikali imeendelea kuifanya. Mimi nikiwa hapa, lengo kuu ni kuwapa taarifa rasmi ya namna ambavyo kesho tarehe 6 tunaenda kuzindua rasmi Mama Samia Legal Aid, ambayo ni kampeni maalumu kabisa ya utoaji wa msaada wa kisheria. Ndugu zangu, sote tunatambua ni namna gani ambavyo huduma za kisheria zina gharama kubwa. Sasa serikali yetu hii inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa mapenzi ya dhati kwa wananchi wake, imeona ije na kampeni maalum ambayo si ngeni sana kwa mkoa wa Shinyanga. Sasa inakwenda kwa awamu ya pili. Awamu ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2023 mwezi wa 4, ambapo kampeni hii ilikuwa rasmi katika mkoa wetu, na tulibahatika pia mkoa wa Shinyanga kuwa ni mkoa wa kwanza kabisa kwa kipindi kile cha mwanzo. Ndugu zangu, utekelezaji wa kampeni hii ni kutokana na jitihada kubwa za Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wetu kipenzi, mama yetu kipenzi, na lengo kuu ni katika kuimarisha upatikanaji wa haki kupitia huduma za msaada wa kisheria kwa makundi yenye uhitaji, na hususan kundi la kina mama, la vijana, lakini watu wenye ulemavu pamoja na wazee. Ndugu zangu wana Shinyanga, kama ambavyo nimesema awali, kampeni hii sasa ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2023, ambapo naomba nizungumzie kidogo mafanikio ambayo yalipatikana kipindi kile, ili na nyie pia muweze kuona namna gani ambavyo kampeni hii imekwenda na kufikia wananchi kuanzia ngazi ya mkoa, kwenye wilaya zote 3 za mkoa wa Shinyanga, kwenye halmashauri zote 6 za mkoa wa Shinyanga, lakini pia majimbo yote 7. Tuna kata 130. Kote wananchi walifikiwa, na jumla ya wananchi 22,261, ambako kati yao wanaume walikuwa ni 13,162 na wanawake ilikuwa ni 9,099. Walifikiwa, kusikilizwa na kupewa utatuzi. Na katika kipindi hicho basi migogoro 578 ilipokelewa na timu hii imara kabisa ya Mama Samia Legal Aid, ambayo ina wataalamu wa kisheria wabobezi ambao wamekuja kwa ajili ya kusikiliza na kutatua. Sio kusikiliza tu, ni vyema mkajitokeza, kwa sababu hapa kwanza wanawasikiliza na baada ya kusikiliza wanakuja na utatuzi. Migogoro hiyo 578 ambayo ilipokelewa, migogoro 317 ilipata utatuzi wa papo kwa papo, na migogoro 261 imeendelea kufanyiwa kazi kwa sababu inajumuisha maeneo mengine ya maamuzi, lakini wakati huo huo wakiendelea kufuatilia kwa ukaribu sana. Ndugu zangu, mafanikio haya na uhitaji huu wa awamu ya kwanza ndio ulipelekea sasa serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuona kwamba bado kuna haja kubwa ya wananchi kufikiwa na kusikilizwa. Wananchi hawa ambao walifikiwa awamu ya kwanza, ambao ilikuwa ni 22,261, wengi wao ni wenye uhitaji, wengi ni wazee, wengi walikuwa ni kina mama, wengi ni vijana, lakini ni wale ambao hawana uwezo wa kulipia huduma za kisheria. Ndugu zangu, wamekuja wataalamu ambao ni msaada wa kisheria, hauna gharama ya aina yoyote. Unakwenda unapeleka changamoto, kama ni mgogoro unasikilizwa na unapata utatuzi, na timu ambayo kazi yake ni hiyo. Kwa naomba sasa nitumie fursa hii, ndugu zangu, kuendelea kuwashawishi sana Wanashinyanga tujitokeze. Ndugu zangu, kauli mbiu ya kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia kwa awamu hii ya pili inasema msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Ndugu zangu Wanashinyanga, kauli mbiu hii inakwenda kulenga kukuza haki, usawa, amani na maendeleo kwa kuzingatia dira ya taifa ya mwaka 2050, na inaakisi falsafa ya 4R ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, nadhani labda tutumie fursa hii pia nimesema 4R ili sasa kuendelea kuonyesha umuhimu wa hii kampeni na namna ambavyo inaakisi zile 4R za Mheshimiwa Rais. Niwapitishe kidogo kwenye zile 4R. Ya kwanza ni maridhiano,
ya pili ni ustahimilivu, ya tatu mageuzi na kujenga upya. Kupitia kampeni hii, serikali inalenga kuwafikia zaidi makundi ya watu wenye uhitaji mkubwa kama wanawake, watoto, wazee na watu wenye ulemavu, huku ikiimarisha amani, mshikamano na ushiriki wa wananchi katika maendeleo ya kijamii na uchumi. Ndugu zangu wana Shinyanga, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inatupenda sana na tumebahatika sana kwa sababu kampeni hii inaanza tarehe 6 mpaka tarehe 20 na siku zote hizo inakwenda kwenye maeneo mbalimbali, na nitazungumza na kuwatajia maeneo hayo ili mjipange na mjitokeze kwa wingi. Kupitia kampeni hii, huduma zifuatazo zinakwenda kutolewa, na huduma hizi ni za kiuhalisia kabisa, ambako ninaamini kwamba Wanashinyanga wengi mnahitaji huduma hizi. Huduma ya kwanza ni ushauri wa kisheria. Natambua wazi kwamba Wanashinyanga wengi, ndugu zangu Wanashinyanga, mko wengi ambao mnahitaji ushauri wa kisheria. Huduma ya pili ni elimu juu ya masuala ya kisheria, itatolewa. Huduma ya tatu ambayo itatolewa ni uandaaji wa nyaraka za kisheria. Wako watu ambao wana kesi, wana mashauri, lakini hawana uwezo wa kulipia huduma za kisheria, za upatikanaji wa huduma ya kisheria, na hasa kwenye nyaraka. Kwa unakuta mtu ukusanyaji wa ushahidi na mambo mengine anashindwa, matokeo yake anashindwa kwenda kutetea hoja zake kwa sababu amekosa ushauri, lakini amekosa pia msaada wa kuandaa nyaraka za kisheria. Timu hii kutoka Wizara ya Sheria ya kuja hasa hapa katika mkoa wetu, ambayo kampeni ni Mama Samia Legal Aid, inakwenda pia kuandaa kukusaidia wewe Mwanashinyanga kuandaa nyaraka zako za kisheria. Lakini huduma nyingine ni uwakilishi mahakamani na katika mabaraza kwa wananchi wenye mashauri au wanaotaka kufungua mashauri mahakamani na utatuzi wa migogoro. Ndugu zangu, Mungu atupe nini? Unaenda kupata uelewa mpana wa kisheria, unaenda kupata usaidizi wa kuandaa nyaraka, lakini pia uwakilishi mpaka mahakamani. Sasa ndugu zangu, natambua wazi ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga wengi tuna changamoto za kisheria, kuanzia za kifamilia mpaka nje ya mipaka ya kifamilia. Lakini timu hii ya Mama Samia Legal Aid haishi hapo tu. Kutakuwa na huduma nyingine za msingi na ambazo ni muhimu sana, ambazo pia zimekuwa ni changamoto na ambazo zilijitokeza awamu ya kwanza. Safari hii timu imekuja ikiwa imekamilika. Sasa naomba niendelee kuwaambia huduma nyingine ambazo zinakwenda kutolewa. Kwanza, kutakuwa na huduma ya usajili wa matukio maalumu ya binadamu, ikiwemo usajili wa vyeti vya kuzaliwa na vifo. Wengi kuna hiyo changamoto kupitia RITA. Lakini aidha, hati ya umiliki wa ardhi wanategemea pia kuongozana na wataalamu kutoka Wizara ya Ardhi, ambao wale wenye changamoto ya migogoro ya ardhi. Na hapa kumekuwa na changamoto, kila mmoja anasema eneo ni la kwake, lakini ukitaka kupata ushahidi au kuona ni nani ambaye anamiliki nyaraka hana. Lakini wako ambao kweli wanamiliki maeneo lakini hawana nyaraka rasmi. Sasa timu hii inakuja, itasikiliza, na wale wanaostahili kusaidiwa kupata hizo hati za umiliki wa ardhi basi watasaidiwa waweze kuzipata. Lakini ndugu zangu, elimu kwa jamii itaendelea kutolewa, na katika kesho tarehe 6 mpaka tarehe 20 timu hii inakwenda katika maeneo yote ya wilaya zote 3, nikiwa namaanisha wilaya ya Kishapu, wilaya ya Shinyanga na wilaya ya Kahama. Lakini katika halmashauri zetu zote 6, majimbo yetu yote 7, kata zote 130 za mkoa wa Shinyanga, kwenye mitaa yetu pamoja na vijiji. Lakini pia watafanya mikutano ya hadhara. Sasa kwa ufahamu haraka naomba nizungumzie kihalmashauri na wapi ambako kunaenda kuwa na eneo la kutolea huduma. Tunaanza wilaya ya Shinyanga, halmashauri ya manispaa ya Shinyanga. Huduma inakwenda kutolewa nguzo 8, viwanja vya zimamoto. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi wa manispaa yetu ya Shinyanga, eneo husika, eneo la kwenda kupata huduma hii, eneo la kwenda kusikilizwa, eneo la kupata utatuzi wa changamoto zote za kisheria ni nguzo 8 katika viwanja vya zimamoto.
Nakwenda Shinyanga DC. Tuko bado katika wilaya ya Shinyanga. Ndugu zangu, eneo la kwanza ni Didia, uwanja wa shule pale Didia. Wanaomba kata za jirani na maeneo ya jirani wote muweze kufika hapo muweze kupata huduma hii. Lakini kwa kuwa halmashauri ya Shinyanga DC imepakana na jiografia yake si rafiki sana kuwa na kituo kimoja au eneo moja, imeonekana sasa timu hii iweze kwenda kuweka kambi pia pale Iselamagazi na watakuwa kwenye ofisi ya mtendaji wa kata. Kwa hiyo ndugu zangu wa ukanda huu, naomba mjisogeze Iselamagazi muweze kwenda kupata huduma ya kusikilizwa lakini na utatuzi wa changamoto za kisheria. Wilaya ya Kishapu nako watakwenda na kuweka kambi pale Mhunze Mnadani. Kwa ndugu zangu wa Kishapu, tumieni fursa hii, msilazie damu, endeni mkapate huduma. Lakini kwa kutambua pia jiografia ya wilaya ya Kishapu, timu hii ikaona ili iweze kutenda haki kwa wananchi wote na mfikike kirahisi, inakwenda pia kata ya Ukenyenge na watakuwa pale community center. Kwa hiyo ndugu zangu wa ukanda huu wa huko, sogeeni Ukenyenge muweze kusikilizwa lakini pia kupata huduma. Na kama ambavyo nimesema awali, wanaanza kesho tarehe 6, watakuwepo mkoani mpaka tarehe 20. Kwa siku ziko za kutosha. Kwa tukienda wilaya ya Kahama, pale Kahama Manispaa, kwanza National Housing pale Majengo National Housing Center kabisa pale, wananchi mnaweza mkasogea, timu iko pale na zimeshajigawanya hivi ninavyoongea, navyotoa hamasa ya wananchi, tayari timu ziko site, kila timu imeshafika eneo lake. Lakini ndani ya manispaa hiyo ya Kahama tutakuwepo, yani nikimaanisha kwamba timu hii ya Mama Samia Legal Aid wanaenda kuweka pia kambi pale Shunu, eneo la ofisi ya mtendaji wa mtaa. Kwa pale manispaa ya Kahama, timu nyingine itakuwa maeneo ya Majengo National Housing na timu nyingine iko Shunu, ofisi ya mtendaji wa mtaa. Lakini pia kwa halmashauri ya Msalala nako timu inaenda kuweka kambi Segese, uwanja wa shule. Ndugu zangu wa Msalala, mjisogeze. Lakini kwa kutambua jiografia ya halmashauri ya Msalala, kaonekana pia ni muhimu timu nyingine iweke kambi upande wa Isaka, uwanja wa Posta. Kwa hiyo wale ambao kata zao zinawapendeza huwa karibu na maeneo ya Isaka, basi mtasogea Isaka. Lakini ziko kata ambazo ziko karibu zaidi na Segese, tunazishauri na kuzishawishi ziweze kusogea kata ya Segese waweze kupata huduma. Tukienda halmashauri ya Ushetu, nayo ndani ya wilaya ya Kahama, kata ya Bulungwa pale center, mtaona na timu, mtaona mabango, mtatambua wazi kwamba hili ndilo eneo ambalo timu maalumu ya Mama Samia Legal Aid ambayo imekuja kutusikiliza na utatuzi wa changamoto zetu basi iko hapa. Kata ya Bulungwa pale center. Lakini kwa kutambua pia jiografia ya halmashauri ya Ushetu, timu yetu hii ya misaada ya kisheria itaweka kambi pia Nyamilangano center. Kwa hizi kata ambazo ziko ukanda wa huku, basi katika halmashauri yetu ya Ushetu tunawashauri muweze kutumia kata ya Nyamilangano, muweze kukutana na timu hii ya msaada wa kisheria. Tayari imelipwa na rais wetu kipenzi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ndio ambaye amechukua gharama zote za kulipa. Kwa sababu sio kwamba tunaposema kwamba hatuna fedha za kulipa wataalamu wa kisheria kwamba basi wako ambao wanafanya kazi bila kulipwa. La hasha, wanalipwa. Lakini wanalipwa na nani? Ni kwamba Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kwamba gharama za kuwalipa hawa wataalamu ninawaondolea Watanzania, ninawaondolea Wanashinyanga, ninazibeba mimi kama rais. Kwa ndugu zangu, tuendelee kumshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Gharama ni kubwa na ameamua kuzibeba yeye kama kiongozi wetu mkuu ili kuwapa nafuu Wanashinyanga muweze kupata huduma hii. Kwa ndugu zangu, tusikubali kabisa kubaki nyuma. Wakati Mheshimiwa Rais amesogeza huduma karibu nasi. Leo hii lini ambao ulitegemea huduma inakuja mpaka Segese kukufuata? Lini ulitegemea Iselamagazi unafuatwa na wataalamu? Lini ambao ulitegemea huko Didia wataalamu wanakuja?
imewezekana chini ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa ndugu zangu, kumbukeni haki ni msingi wa maendeleo, na kila mwananchi ana wajibu wa kuitafuta, kuilinda na kuitumia ipasavyo. Ni haki yenu ya kusikilizwa na kupewa utatuzi huu. Ofisi yangu imejipanga vilivyo kuratibu zoezi hili ili kuhakikisha malengo yaliyokusudiwa na kampeni hii yanafikiwa kwa ufanisi. Ndugu wananchi, ni wajibu wetu kuitumia kikamilifu fursa hii, na ni kwa manufaa yetu sisi kama Wanashinyanga, familia zetu, na kwa maendeleo ya jamii yetu kwa ujumla. Ndugu zangu, tukumbushane kwamba kama ambavyo wanasheria wanasema, kutokujua sheria si kinga. Hivyo basi tujitokeze kwa wingi kupata elimu na huduma za msaada wa kisheria bure. Ndugu zangu, tumekuwa na watu wengi sana ambao wanaingia kwenye makosa ya kisheria, lakini wanasema hawakujua kwamba ilikuwa ni kosa. Na hapa tumekumbushana tu kwamba kutokujua sheria sio kinga, kwa sababu unatakiwa uweze kujua kwamba nini ni haki, nini sahihi, nini sio sahihi, na ni nini unatakiwa kujua, na nini ni sheria na repercussions zake. Lakini naamini pia sisi kama Wanashinyanga, kwa umoja wetu, kwa pamoja, tukishirikiana kuijenga Shinyanga yetu kwa haki, mshikamano na maendeleo endelevu, tunavuka pamoja na tunaenda kuhakikisha kwamba tunaenda kumpa nguvu Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ametupa huduma hii akiamini kwamba tunaithamini na tunaipokea kwa mikono miwili, kwa sababu hakika bila yeye kutuletea huduma hii ambako amechukua gharama zote za malipo, analipa yeye, sisi tunaenda kupata huduma hii bure, ingeweza kuwa ngumu kwa baadhi yetu. Baada ya kusema hayo, nitumie fursa hii kuendelea sasa kuwakumbusha kwamba ndugu zangu, kesho tarehe 6 mwezi huu wa 5 hadi tarehe 20 Mei ndani ya mkoa wa Shinyanga tunakwenda na kuwa na timu maalumu kabisa kutoka Wizara ya Sheria na Katiba, timu ambayo imekuja mahususi na kampeni ya Mama Samia Legal Aid kwa lengo la kusikiliza Wanashinyanga, kutatua changamoto zao na kuwaacha wakiwa na amani na uelewa mpana wa sheria, lakini pia kuwaacha wakiwa wameshapata utatuzi wa changamoto zao. Tujitokeze kwa wingi, tukasikilize, tukaelimike na tukatatuliwe changamoto zetu. Baada ya kusema hayo, tumie fursa hii kuwashukuru sana, lakini na mimi pia nitatumia fursa hii pia kupita maeneo yote na mimi pia kusikiliza yako yale ambayo hata kama ni mkuu wa mkoa, lakini bado kuna nafasi kubwa na mimi pia ya kujifunza, kusikiliza na kuelimika. Kwa majina yangu ninaitwa Osborn Pais, ni mkurugenzi msaidizi wa uzingatiwaji wa huduma za msaada wa kisheria. Kwa sasa tuko katika mkoa wa Shinyanga kwa ajili ya utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia kwa awamu ya pili. Awamu ya kwanza tulianza mwaka 2023, tukakamilisha mwezi Machi mwaka 2026, na tutakuwa na awamu ya pili sasa ambayo inaanza kutekelezwa kwa mkoa wa Shinyanga, lakini na Dodoma pia wameshaanza. Kwa Shinyanga tutatekeleza kwa muda wa siku 15 kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2026. Katika utekelezaji huo sisi kama wizara tunafanya shughuli ya uratibu, lakini utekelezaji wote uko chini ya ofisi ya mkuu wa mkoa kupitia kwa msajili msaidizi wa mashirika ya msaada wa kisheria. Utekelezaji huo utafanyika katika mikoa yote, katika wilaya zote na halmashauri zote ambazo kwa mkoa wa Shinyanga kuna halmashauri 6, na tunategemea kufika katika kata zote za mkoa wa Shinyanga. Na katika utekelezaji wa kampeni safari hii ni timu za wataalamu ambazo zina mchanganyiko wa wataalamu mbalimbali. Kuna wanasheria, kuna wataalamu wa ardhi, kuna maafisa polisi dawati ambao wanashughulika na masuala ya msaada wa jinsia, kuna mawakili wa kujitegemea, pamoja na wataalamu wengine ambao tutakuwa tunashirikiana nao katika utoaji wa huduma za msaada wa kisheria. Pamoja na masuala mengine ambayo yatashughulikiwa, kuna kazi ambazo zitafanyika zinazoendana na shughuli za msaada wa kisheria. Mojawapo ni utoaji wa hati miliki za ardhi,
lakini pia tutakuwa na masuala ya usajili wa matukio ya kibinadamu. Kwa hiyo kwa mkoa wa Shinyanga kituo ambacho kitakuwa ni cha hapa Shinyanga mjini, kwa maana kwamba Shinyanga Manispaa, hizo huduma zitatolewa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwakaribisha wananchi ili kusudi waweze kufika kwa wingi, waweze kupatiwa hizo huduma. Lakini sambamba na vituo ambavyo vimeandaliwa, tutakuwa na timu ambazo zitakuwa zinazunguka katika maeneo ya wananchi. Tutapata fursa za kuwatembelea wananchi ambao wako mashuleni, na tukienda shuleni tutawapa wanafunzi elimu ambayo inaendana na wao kulingana na mazingira yao na umri wao. Lakini mbali na shule pia tutatembelea katika maeneo ambayo ni ya mikusanyiko. Kuna maeneo ya sokoni, kuna maeneo ya mikutano ambayo ni mikutano ya vijiji na mikutano mingine ya hadhara. Lakini pia na maeneo mengine yote ambayo tutapata fursa kwa ajili ya mikusanyiko, tutaendelea kufika na kutoa elimu pamoja na kutoa huduma nyingine. Ni mwenyekiti wa huduma msaada wa kisheria katika mkoa wa Shinyanga, lakini nafanya kazi na taasisi ya kutoa huduma msaada wa kisheria inaitwa Paralegal Aid Center Shinyanga. Paseshi ni mkurugenzi. Kimsingi kampeni ambazo zilipita mwaka 2023 zilikuwa na mafanikio ambao tuseme kwamba kulikuwa na matokeo chanya. Cha kwanza tulifanikiwa kukutana na makundi ya watu mbalimbali wakiwemo makundi ya wanawake, lakini tulikutana na watu ambao tayari wamekwisha kuumizwa na mashauri yao mahakamani ambao walipata utatuzi na ufumbuzi wa papo kwa hapo. Kwa hiyo matokeo yale yalitoa chachu ya mwendelezo wa kampeni ya awamu ya pili. Kwa mfano naweza nikasema matokeo machache sana ambayo yalileta chachu. Kuna watu ambao walikuwa na kesi zao mahakamani na tayari zilikuwa zimeshakwisha, lakini zilikuwa kwenye wakati wa utekelezaji. Na ukiangalia watekelezaji ambao walikuwa wamepewa jukumu la kuhakikisha kwamba watu wanakamata haki yao, maana unapokuwa na haki lakini haujaikamata mkononi bado inakuwa ni changamoto. Lakini kampeni ile iliweza kuja kufanikisha watu wakapata haki zao kwa wakati. Pale ambapo mahakama ilikuwa imeshatoa haki lakini ucheleweshaji wa haki kupatikana ulikuwa ni mgumu, kampeni hii iliweza kuwanufaisha wananchi ambao kwa mfano kuna mmoja kesi yake ilikuwa na miaka 6 ambapo haki yake imepatikana lakini hajaigusa. Kampeni hii ilikwenda kuhakikisha kwamba mtu anapata haki kwa wakati. Kwa hiyo alikabidhiwa kiwanja chake na nyumba yake wakati huo wa kampeni. Lakini kuna wakati mwingine kulikuwa na changamoto ya mtoto ambaye alikuwa anakwenda kuozeshwa aache kuendelea na masomo yake, alikuwa amemaliza form 4 kwenda form 5. Kampeni hii ilikwenda kusaidia sana kuhakikisha yule mtoto amerudi katika hali yake, na sasa hivi ninavyozungumza yuko chuo kikuu. Kwa hiyo matokeo yale yalikuwa ni matokeo chanya, yaliweza kuamsha ari ya wananchi kwamba kumbe huduma ya msaada wa kisheria inaweza kusaidia hata watu ambao hawana uwezo, ambao ni wanyonge. Kwa hiyo niseme kwamba matokeo ya sasa hivi yatakwenda kuongeza chachu zaidi. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika.
haina hangover, ina nguvu, ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.